ni shambani kwa mkulima wa Taha, mkulima wa nyanya na pilipili hoho. Mafanikio yake makubwa yameletwa na juhudi, maarifa ya juu ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu shambani. Ndugu wakulima, kwa matumizi sahihi na salama ya viuatilifu, hakikisha unasoma maelekezo kwenye vifungashio vya viuatilifu kabla ya matumizi. Zingatia mavazi kinga ya kujikinga kila utumiapo viuatilifu kama vile miwani, barakoa, glovu, ovaroli na gambuti. Ni mavazi kinga maalum wakati wa matumizi ya viuatilifu, kwani viuatilifu ni sumu. Lazima tuzingatie usalama wetu ili tusidhurike. Asanteni kwa kufika. Leo tutaangalia umuhimu wa matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Haya ni baadhi ya mambo muhimu sana ya kuzingatia wakati wa matumizi ya viuatilifu shambani. Kabla ya kununua viuatilifu, hakikisha viuatilifu hivyo viko na nembo na namba ya usajili kutoka kwenye Mamlaka ya Afya ya Mimea na Udhibiti wa Viuatilifu nchini Tanzania, inayofahamika kama Tanzania Plant Health and Pesticides Authority, TPHPA. Hapo zamani ilikuwa inaitwa TPRI. Kamwe usinunue viuatilifu visivyo na nembo ya TPHPA au TPRI. Hivyo ni viuatilifu feki. Hakikisheni mnasoma na kuzingatia maelekezo muhimu yaliyopo kwenye vifungashio. Viuatilifu vihifadhiwe katika store maalum iliyojengwa na kufungwa vizuri, mbali na watoto, chakula na vinywaji. Hakikisha una eneo maalum kwa ajili ya kuchanganyia viuatilifu na kusafisha vifaa na mavazi kinga baada ya matumizi ya viuatilifu. Wakati wa kunyunyuzia viuatilifu, hakikisha umevaa mavazi maalum kama ovaroli, gambuti, miwani, glavu na barakoa. Epukeni kunyunyuzia wakati wa jua kali, upepo au mvua, na hakikisheni mnazingatia angalau umbali wa hatua 60 kutoka vyanzo vya maji na makazi ya watu. Baada ya kunyunyuzia viuatilifu, zingatieni siku za kusubiri PHI kabla ya kuvuna ili kupunguza athari za masalia ya viuatilifu kwenye mazao yanayovunwa. Kila mkulima awe na kumbukumbu za matumizi ya viuatilifu: kiwango kilichotumika, aina ya kemikali, tarehe ya kutumia, ukubwa wa shamba, maji yaliyotumika na muda wa kusubiri kabla ya kuvuna. Baada ya matumizi, hakikisheni mnazingatia mbinu za usalama za utupaji na uhifadhi wa vifungashio tupu vya viuatilifu na viuatilifu vilivyokwisha muda wa matumizi. Epukeni kutumia vyombo na vifaa vya viuatilifu kwa matumizi mengine. Vifungashio, makopo ya viuatilifu yaoshwe mara 3, kisha yatobolewe na kuyaponda. Kisha yawekwe kwenye sehemu maalum ya taka hatarishi. Ni kosa kisheria kufukia, kuchoma wala kutupa kiholela vifungashio, makopo ya viuatilifu. Zingatia matumizi sahihi na salama viuatilifu kwenye mazao yako ili kulinda masoko ya ndani na kimataifa. Usitumie viuatilifu pasipo na ushauri wa wataalamu. Fuatilia taratibu za huduma ya kwanza kama ilivyoainishwa kwenye maelezo ya kifungashio cha kiuatilifu, na uende katika kituo cha afya kilicho karibu nawe kwa matibabu zaidi. Ni jukumu la kila mmoja kuzingatia matumizi sahihi na salama ya viuatilifu ili kulinda afya za walaji, viumbe hai na mazingira. Hakikisheni mnashiriki mafunzo na kuendelea kujifunza mbinu endelevu za kilimo ili kufikia viwango vya soko la ndani na kimataifa. Kabla ya kuendelea, mwenye swali kuhusu kipengele hiki unaweza kuuliza au wasiliana na wataalamu kutoka Taha walioko nchi nzima. Ndugu mkulima, hakikisha unahudhuria na kuzingatia mafunzo kama haya pindi yanapotolewa na wadau wa kilimo kama Taha, na kuongeza ufahamu juu ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu ili kulinda soko, afya ya mlaji, viumbe hai na mazingira yetu. Mama, mbona mazao yako yanaonekana kuwa bora na hayasumbuliwi na wadudu? Siri ni matumizi bora niliyoyapata na kuzingatia kutoka kwa wataalamu wa Taha juu ya matumizi ya viuatilifu, usafi na usalama wa chakula katika uzalishaji wa nyanya zangu na mazao mengine. Hakika kwa ubora huu nitakuwa mnunuzi wako wa kudumu. Naamini pia umezingatia siku za kusubiri kabla ya kuvuna baada ya kunyunyuzia viuatilifu. Ndiyo, hayo yote yamezingatiwa na taarifa za matumizi ya viuatilifu vyote zipo. Mazao ya mkulima wa Taha yanayouzwa sokoni kwa mafanikio kutokana na ubora na matumizi sahihi ya viuatilifu na kuzingatia muda wa kusubiri kabla ya kuvuna, ikiwa ni hatua muhimu sana ya kuzingatia afya ya mlaji. Baada ya matumizi, mkulima wa Taha hufuata utaratibu za utupaji wa vifungashio au makopo ya viuatilifu kwa kuyaosha mara 3,
kisha huyatoboa na kuyaponda, na ndipo huyaweka sehemu maalum ya taka hatarishi kwenye stoo ya viuatilifu. Kwa kuzingatia ushauri wa wataalamu kutoka TAHA, familia ya mkulima huyu inajivunia mavuno mengi na salama. Hakika, matumizi sahihi na salama ya viuatilifu huleta tija na kulinda afya ya mlaji, mazingira na uhakika wa soko.